Tanzania, nakupenda kwa moyo wote. Nchi yangu Tanzania, jina lako ni tamu sana. Hali gani popote pale ulipo, karibu katika kipindi cha Talk Show. Kipindi rasmi ambacho tumekiandaa kwa ajili ya kumsikiliza bwana Mr. Tanzania. Kwa wale wengi ambao mlikuwa hamumjui, leo tuko naye. Kwa hiyo mimi sitosema mengi, nitamwachia yeye mwenyewe ajitambulishe kwa nini Mr. Tanzania. Lakini all in all nimefurahi kumpata, ingawa siku hizi amekuwa tabu kumpata. Huyu bwana amekuwa maarufu. Sina la kupoteza muda isipokuwa tukue naye bwana Faisal. Faisal, karibu sana. Asante sana. Nafurahi sana kuwa na wewe kwa leo. Na hapo pembeni yangu naona naye brother Ali bin Abei. Mashallah. Etu watoto wa Stone Town mmekutana. Kabisa. Jemari hivi. Sema yeye ni mtu mwingine tu, mimi ni mtoto wa Lebanon Brothers. Okay, anyway, Faisal, kipindi hichi umetrend sana baada ya kuonekana kule Ujerumani katika kipindi cha ile mnaita nini? Pambazuka. Labda kwa wale ambao hawakujui, ungejitambulisha tukamjua Faisal ni nani? Mimi naitwa Faisal Duhaish na watu wananijua ni kama Faisal Mönchengladbach. Natokea Simea. Ni Meya wa Mönchengladbach na mwandaji ama rais wa Pambazuka Mrs. Tatu Agnes akanibatiza jina jingine la kuniita Miss Tanzania, Mr. Tanzania. Sasa hivi tena ndio tunatangaza rasmi, sasa nimekuwa Mr. Tanzania na nitamfanyia kazi yake inshallah kama kwa kadri nitakavyoweza. Okay. Kitu kimoja, wewe bwana ni mtu ambaye uko hapa Leicester, alafu all of a sudden umaarufu umepatia Ujerumani. Labda utupe historia ndogo, uhusiano wako wewe na Ujerumani alafu na hapa Leicester. Ilikuwaje kuwaje uko huku Leicester UK, alafu maarufu umepatia Ujerumani Cologne? Nimeishi Ujerumani nusu maisha yangu kiufupi. Na nilikuja Uingereza unajua maisha ni adventure. Na mwenyewe Mola, sisi kama watoto wa Kiislamu tunaamini kwamba dunia yote ni ya Mungu na tunayo haki ya kutembea katika dunia yake. Kama vile tumezaliwa popote, tunaishi popote na hata kufa tutazikwa popote. Sasa Ujerumani nimekaa pale zaidi na nilipoishi kwetu. Lakini nilikuja huku kuangalia tu mazingira na utaratibu na utamaduni wa Waingereza uko vipi, na nimefurahi zaidi. Yani sasa hivi najiona kwamba nimekuwa mmoja katika wasomi ambao hawakuhitaji vitabu. Okay. Kwa hiyo unasema umeishi Ujerumani kwa muda mrefu sana na hapa umekuja kuitizama tu Uingereza, lakini sasa tukitizama huko zaidi ya miaka 7 au 8 bado unajitafuta tu ndani ya jiji la Leicester. Sio kujitafuta, unajua wakati mwingine unaweza kwenda sehemu na ukapapenda kwa ukiangalia ulipotoka na ulipo sasa hivi. Nikifananisha maisha ya Ujerumani na Uingereza ni kuzuri zaidi, kuna uhuru. Nchi kama Ujerumani nashukuru ni nchi ambayo hata watoto wangu wamezaliwa kule, napapenda, napaheshimu na natamani hata utu uzima wangu nikaumalizie Ujerumani. Lakini unajua, msema kweli mpenzi wa Mungu, kuna vitu fulani hivi watu wamepishana sana baina ya Ujerumani na Uingereza. Uhuru ambao Uingereza tunaupata hasa sisi watoto wa Kiislamu ni mtu unaweza kuvaa kanzu yako na kilemba na ukatembea barabarani bila bughudha yote. Ujerumani sijawahi kufanya kitu kama hicho. Okay. Sawa. Sasa Faisal, nilikuwa nitakuuliza hivi, wewe umeishi sana Ujerumani na sasa hivi umeshaishi Leicester na umeshaona zile tofauti baina ya Ujerumani na Leicester, na umetupa tofauti moja ni kwamba hapa unajisikia huru zaidi ku express Uislamu wako kama vile kwa mavazi. Je, kuna kitu kingine chochote ambacho unahisi labda kimekuvutia Leicester au ni tofauti baina ya Ujerumani na hapa Uingereza? Sio Leicester tu. Wakati mimi naanza maisha ya huku niliwahi kuja mara mbili, mwaka 2012, mwaka 2015, 16, na nilipokuja mara nyingine 2019 nilikuja kutengeneza NI.
Unaona, National Insurance. Nilikuwa maeneo ya Leeds. Nikaenda kumtembelea kazani yangu Milton Keys, na nilipofika pale Milton Keys akanipeleka katika benki moja kwa moja kufungua account. Kitu cha kwanza nikaanza kushangaa kwa sababu kwetu Ujerumani kufungua account ni lazima ukaoneshe mkataba wa nyumba. Sasa huku huhitaji mkataba wa nyumba wala nini. Unaona? Hicho kilikuwa cha kwanza. Cha pili ilikuwa kazi ambayo ninayo mpaka sasa hivi. Nafanya kazi Nando's. Alipigiwa tu simu mtu, unaona, ni katika rafiki zao ambaye alikuwa ni manager pale wa Nando's. Na nikapita tu basi, nikamwambia bwana, unaanza kazi wiki ijayo. Kwa hivyo nikakuta kwamba Uingereza tunaishi vile kinyumbani zaidi, kishikaji zaidi kuliko Ujerumani ambapo unaishi kizungu. Kwanza lazima usome lugha yao, alafu ufuate taratibu zao, uende pale sijui na manini mafomu yale ya kuomba kazi na nini. Huku sijaandika fomu wala barua wala nini, mimi nilipitishwa tu. Nikasema sasa vitu kama vile mimi mwenyewe vikanipendeza. Alafu chengine, Waingereza wenyewe ni watu wengine, kwa sababu wanajua tu kwamba wewe ni mgeni, lakini unajua kusema yes no. Unaona, kama sasa hivi nimekaa tangu mwaka 2020 na sasa hivi kwenye miaka 5-6, ninachopigania sasa hivi sio kusoma English, napigania sasa hivi kupata zile dialect zao. Unataka ile ya, kwa sababu nilikuwa nimeishi Milton Keys kwa miaka 2 kabla ya kuja huku, na nikasema mimi kwa hapa Uingereza sina mke, sina mwanamke, sina mtoto, kwa hivyo nakuwa kama ni mtu mmoja, niko free. Wacha tu niendelee kwengine. Ndio nikaja zangu Leicester, na kufika Leicester nikaanza kukutana na ile multicultural yenyewe. Unaona, wa Jamaica, wa Hindi, wa Arabu, wa West Africa, na sote tunazungumza lugha moja. Sawa. Anyway, kabla ya kwenda Ujerumani, unasema nimeshakusikia sana unajinasibu kwa wewe mtoto wa Lebanon. Labda kitu gani ambacho kinakufanya wewe hasa ujinasibu, bwana mimi ni Lebanon boy? Mimi ni mtoto wa Kiislamu wa Kizanzibari, Tanzania, na nachojinasibu kuhusu Lebanon Brothers, kuhusu malezi ambayo tumelelewa na wazazi wetu. Wazazi wetu hawakuwa matajiri, lakini wametulea kwa kukinai. Unaona, kukinai kwa kile ambacho unacho. Usimtegemee ndugu wala rafiki, jitegemee mwenyewe. Kitu chako hata kiwe kidogo, basi kile ni kitu chako. Hata kama baba yako ni waziri au mama yako ni mkurugenzi au ndugu zako sijui wafanya biashara, lakini chako ni chako. Unaona, vile ndivyo malezi ambayo sisi kwa wakati ule, hasa watoto wa Lebanon Brothers, tumelelewa hivyo. Na ndio ukaona yale mapenzi, heshima, uaminifu mpaka leo tunao. Hatubaguani kwa sababu ya kipato, hatubaguani kwa sababu ya rangi, dini ama kabila. Ukiona hata zile sikukuu zetu pale Lebanon Brothers tunajumuika pale na hakuna maswali ya nyongeza. Pale ni ishara ya mapenzi, ni kama vile Rasul sallallahu alaihi wasallam alivyosema, ahibak linnas ma tuhibbu linafsik, mpendelee mwenzako na ujipendelee mwenyewe. Sasa wewe mwenyewe unapenda kuvaa nguo nzuri, mpendelee mwenzako. Lakini mimi unless labda Bin Abedi atakuwa anatuambia vingine, mimi nahisi kwa Zanzibar ilikuwa kama ni culture fulani kwa watu wote, yani maskani yale, kila mtu kwa maskani yenu mkikaa mnajuana. Mfano umezungumza Lebanon Brothers, sisi pale kwetu tulikuwa tuna Malcolm X, kulikuwa kuna No AIDS, kulikuwa kuna yani maskani tofauti, na maskani kubwa mpaka sasa hivi ile culture imeendelea nayo ni Joe's Corner. Usimuona hivi karibuni Bin Abedi yani sifikiri kama ni karibuni wanakuwa ni frequently wanakuwa wanafanya show hasa rasmi, ni watalii wanakwenda na nini. Kwa hiyo swala la kama malezi ya yani kiujamaa naona ilikuwa kama ni Zanzibar yote. Labda kwa nikuulize tu swala kulinganisha na kwa muda wako wa Zanzibar, Ujerumani na hapa Uingereza, tofauti ipi ambayo umeiona ukilinganisha Zanzibar na Ujerumani, Zanzibar na Uingereza? Tofauti ipo kubwa sana. Na hasa ukichukulia kwenye masuala ya utamaduni. Unaona, utamaduni tuchukulie pale kwanza Zanzibar, baina ya maeneo ya Mji Mkongwe, Ng'ambo, Mashamba. Unaona, kuna tofauti kubwa sana ya utamaduni. Tunakuja kwa ndugu zetu kwa Tanzania, hali kadhalika.
na nilipata bahati ya kwamba kuanzia miaka 16 mimi nilikuwa naishi Dar es Salaam, Magomeni Mapipa. Sasa alikuwa nafanya vibarua na nini sasa na iliweza kunisaidia kusoma bila kutumia vitabu kwa maisha niliyoishi mimi. Kuna wakati nikaondoka Dar es Salaam nikaenda zangu Oman. Nimetoka Oman nikafanya kazi Dubai. Nimetoka Dubai nikaingia Holland, nimetoka Holland nikaingia Ujerumani. Unakula mitaa. Na sasa hivi ndo niko Uingereza na alhamdulillah Mungu mkubwa na ameniweka mpaka dakika hii, na katika kitu ambacho nakiheshimu na kukithamini ni utamaduni. Kila sehemu kuna utamaduni zake, na nikifananisha na utamaduni zetu nasema kumbe binadamu ni wale wale. Tumetofautiana tu kiutamaduni, lakini binadamu ndio wale wale. Sawa. Hasa mimi nafikiria labda kidogo ndio tuingie kwenye topic yenyewe. Kitu gani kilichokuhamasisha au kitu gani ambacho kimeclick kikakufanya kwamba wewe uwe proud na nchi yako au kujitambulisha kwamba mimi ni Mtanzania na nataka ni promote asili yetu yani? Kabla ya hapo, swala hilo mimi naunganisha katika TikTok page zako, nilikuwa napitia, kuna mtu mmoja akaandika kwenye comments, sijui nafikiri wewe mwenyewe utakuwa umeiona, ni Mzanzibari wa kwanza kujitangazia Tanganyika au Tanzania ughaibuni. Endelea na swala hilo, alafu tutuambia na ile comment umeichukuliaje. Swali, mbona maswali mepesi? Ndio tunakwenda sasa kama jibu. Kwa sababu okay, nikija katika historia kwa zile nchi ambazo nimekaa, nilipotoka Tanzania kwenda Oman nikakuta Waarabu wanaringa na bendera zao zile na kiongozi wao. Unaona jinsi Waarabu wanavyowapenda viongozi wao, wafalme wao. Mashallah. Nikafika vile Dubai, wakati nafanya kazi pale, nilikuwa tunaona sasa ile bendera ya Umoja wa Falme za Kiarabu. Na unajua nilikuwa bado mtoto kijana na nini, sikujali maswali kama yale. Nilipofika Ujerumani nikakaa pale, ikaja wakati wa kombe la dunia mwaka 2006 ndani ya Ujerumani, na unajua tena mwandaji alikuwa mwenyewe na inakuwa ile atmosphere ni nyingine, kwa hivyo wageni wanakuwa ni wengi na nini, na sisi tukaingia katika ule mkumbo wa ushangiliaji. Sisi watu mchaka wanatujua, sio? Katika kushangilia kule kuna Wajerumani wenyewe wakatupa bendera. Kama utakumbuka, nazo picha, ilikuwa bendera langu kubwa hivi hapa, nilikuwa nikilivaa hivi kama Joho mwenyewe. Sasa kama maswali ya bendera nimefundishwa na Wajerumani, halafu katika mtaa ule pale Ujerumani ndani ya Mönchengladbach, ambao mimi nitakuwa karibu ni mheshimiwa meya wa jiji, kulikuwa kuna carnival pale, ambapo kwa maisha ndio mimi nimeishi sana na Wakenya. Na Wakenya walikuwa watu wa mwanzo, nao wanapenda sana bendera yao. Sasa ni kitu ambacho ni kizuri, kitu cha kujivunia, kitu cha kujifaharisha. Nikasema kwani wao hawezi wana nini na mimi nishindwe na nini? Sasa wao wana bendera, nimebeba bendera zao, na sasa ni muda wangu na mimi wa kubeba bendera yetu. Na sisi kama Watanzania tusikae kinyonge, tusikae kama mayatima, tusikae kama watu ambao hatuna kwetu. Lazima uringe na kwenu vile vile. Na yule aloandika ile comment wewe umechukuliaje? Kaandika ukweli wake kwenye comment, na kwa sana ni ukweli, unaona, kwa sababu tatizo tunalo sisi Wazanzibari na nini zetu, kasumba zetu, kwamba mimi ni mtoto wa Kizanzibari, sio Mtanzania. Halo wewe, sasa mzee wa Viara, mbona uko hapa? Tuendelee. Tufuta baadaye. Comment umechukuliaje? Ile comment nimechukulia ni ukweli wa mambo, kwa sababu sisi kama Wazanzibari na zile siasa ambazo tumelelewa nazo, masuala ya muungano, tunashindwa kujiita Watanzania wakati sisi kiuhalisia ni Watanzania. Tuanze na masuala ya pasipoti ni ya Tanzania, pesa ni ya Tanzania, hata dokumenti zetu pakifika nationality ni Tanzania, alafu unasema wewe ni Mzanzibari. Unajua kuna vitu vingine havitaji akili ya kusoma. Okay. Lakini sasa ukitizama still Zanzibar, mtu una proud kwa Mzanzibari kwa sababu Zanzibar ni nchi, wana bendera yao, ingawa kuna mambo ya muungano ambayo yanakufanya wewe ujulikane kama Mtanzania. Kwa hiyo kwangu mimi
kama walivyosema comment imesema sahihi. Kwa hiyo hata mimi nitakuwa nayo haki ya kwenda kujiproud kama mimi ni Mzanzibari. Naweza nikatafuta bendera kama hiyo nikaiva nikatembea nikajiproud Zanzibar. Nitakuwa nimekosea. Hata kama nimekuja na passport ya Tanzania. No, kwa makosa huna. Okay. Kimakosa hakuna makosa yote, isipokuwa tu kuna tuangalie muungano wa UK ambapo ni muungano wa nchi nne tofauti, na kila mmoja na bendera yake, kila mmoja wanacheza mpaka kombe la dunia sijui na nini, lakini wote wanajulikana kama ni United Kingdom. Great Britain. Great Britain, United Kingdom. Sasa ukijaribu kuangalia kwamba sisi bado tunakuwa kama tuko nyuma. Unaona, iko muungano wa nchi mbili tu ushatushinda na makelele mengi. Sisi tu niseme tukifupi ni watu wa kulalamika. Okay. Lakini hatutafuti ufumbuzi wa tatizo. Tunaendelea kulalamika, kunyosheana vidole. Unajua, raha ya tatizo ni kulitatua. Okay. Anyway, tuachane na hilo. Turudi kwenye umea wa jiji la Mönchengladbach. Wewe mwenyewe unajua. Mönchengladbach. Anyway, Miss Tatu ameamua kukuita huyo umea Mr. Tanzania. Labda kitu gani ambacho alikiona kwako wewe akaamua sasa you gonna be Mr. Tanzania? Yule ni Profesa Tatu Agnes. Tulijuana katika magrupu yetu wa Tanzania Ujerumani, na kwa mara ya kwanza tukakutana katika hiyo pambazuka ya mwaka juzi, na tukakutana tena mwaka jana, na mara hii ikawa ni mara ya tatu. Kwa hivyo akaona huyu jamaa yuko serious, yani vivi anavyo enjoy hii kuliko sisi waandaaji. Ndo akaniita akanambia lazima nichukue kamati moja. Okay. Na unajua maswali yetu sisi ya upishi na nini, akataka kunipa kamati akataka kunipa kamati ya upishi, lakini mimi nikaikataa ile, nikasema mimi nitabakia mahamasishaji. Na nimeichukua kwa mapenzi yangu yote. Sawa. Sasa nikupe swala, labda linaweza kuwa swala gumu kwako, lakini kama ukiambiwa uchague wa mzalendo wa Utanzania au Zanzibari au Lebanoni, upi utaupa kipaumbele? Utanzania unakuja kwanza. Upi utaupa automatic Utanzania unakuja kwanza. Kwa sababu Lebanoni si nilipozaliwa. Kila mmoja taringia alipozaliwa, alipolelewa, aliposomeshwa. Bwana, wanapozungumza Lebanoni sio nchi. Lebanoni ni maskani. Zanzibar. Bwana, amezungumzia kuhusu pambazuka. Sasa kwa pengine mimi najua maana pambazuka, lakini ili kwa watazamaji wetu na watu wengine kwa jumla wasiojua pambazuka ni kitu gani, ni nini pambazuka? Pambazuka inakuwa ni kitu kama timu ambayo kuna timu ya Kiswahili kule Ujerumani wamejikusanya wenyewe, ambapo kuna watu tofauti na Wajerumani wenyewe, na wanaitumia sikukuu ya Sabasaba Tanzania kuifanya siku ya Kiswahili, na huwa inafanyika kila Jumamosi ya pili ya Julai. Wanaacha Jumamosi ya kwanza, Jumamosi ya pili ya Julai ndio inafanyika ile kuonesha kwamba ni lugha ya Kiswahili, kwa sababu lugha ya Kiswahili imetambulika rasmi Umoja wa Mataifa, na wao wanafanya kitu kama kuja kuitangaza zaidi pale. Na haina kwa Jerumani nzima ama? No, ni Cologne pekee yake, ni pambazuka pekee yao ndio wanaofanya hivyo. Okay, ningetamani kwa sababu Jerumani ni kubwa wangefanya watu wengine, lakini unajua bado kama Watanzania tunakuwa bado tuko nyuma, tunaishi kinyonge, tunaishi ile kiuoga. Unaona, na sasa mimi mwenyewe tena mpaka nimeingia pale nimeonyeshwa maisha na Wajerumani, nimeonyeshwa maisha na Wakenya, nikasema sasa ni wajibu wangu kuwazindua Tanzania wenzangu kwamba sikiliza, tunayo haki ya kuishi popote tunapotaka na ringa sehemu ambayo umezaliwa, sehemu ambayo umelelewa. Hiyo ni haki yako. Ni nani sasa alikuja na idea ya pambazuka? Wewe au kuna alikuja na idea pambazuka? As long as I know atakuwa ni huyo profesa wetu anaitwa Tatu Agnes. Dada yangu mwenyewe ni mtoto wa Kitanzania ambaye kaoana na mzungu Mswisi. Alipata kazi ya ualimu pale Cologne, na alipofika pale katika kufundisha Kiswahili, yeye ni mwalimu wa Kiswahili katika University ya Cologne.
katika wale wanafunzi wake akasema, jamani, hebu tufanyeni kama katimu ketu hivi. Na wanakutana kila mwezi. Jumapili ya mwisho wa mwezi wanakutana, wana kikao chao kinaitwa baraza, ambapo wanapenda sana, unajua sisi wa Afrika tunapenda ngoma. Kuna hizi ngoma za asili, kuna vyakula, wanapika vile vyakula vya kinyumbani. Alafu inakuwa ni baraza kama sisi tulivyokaa hapa. Unaona, lakini wanafanyia mara moja kwa mwezi. Yaani Jumapili ya mwisho wa mwezi. Jumapili ya mwisho wa mwezi. Na tangu nimekuja Pambazuka sikupata bahati hiyo ya kwenda hapo na kwenye baraza. Kwenye baraza. Okay, lakini umepata kuja kwenye baraza yetu ya Southside Cafe hapa. Southside Cafe bwana hapa. Mbona utanijua hii? Niliingia ndani nikapiga picha pale nikaituma, akasema sasa hapa ndo kwangu. Nimefika Uingereza tu nishafungua mgahawa wangu. Okay, nimekaa Ujerumani miaka yote hamkunipa nafasi. Sawa, turudi kwenye Pambazuka ambayo niliona, na moja ya kitu ambacho sisi ilifanya tukutafute kwa sababu ya mwaka huu inaonekana umetrend sana, tumeona interview zako nyingi sana. Labda kwa kule Ujerumani inakuwa tayari labda washajitengeneza especially kwenye mji wa Cologne. Labda wewe unafikiria kwa hapa Uingereza, wewe una experience, huhisi labda na sisi kama tunaanzisha kitu kama kile kinaweza kutusaidia katika kuendeleza culture zetu za Kitanzania, kwa sababu kule Kiswahili ndo kinatumika sana. Umemzungumzia Tatu na mumewe anaitwa Benjamin kama sikosei, ambaye nilikutana naye Belgium mwaka jana, nikafanya naye mazungumzo na yale niambia ni mmoja kati ya watu wake, ni mmoja katika waanzilishi wa Pambazuka. Sasa ikiwa na experience ambayo kule ipo, unahisi vipi labda hapa? Sisi tuna maskani yetu hapa, tuna baraza yetu hapa. Kwa nini na sisi tusianzishe Pambazuka yetu? Either tukaita Pambazuka ama jina jingine lolote ambalo tunaweza tukaleta Kiswahili kikawa kinajiongoza, culture yetu kwa tunaitangaza, vyakula vyetu kwa tunaviendeleza na kila kitu. Wewe unafikiriaje kwenye idea kama hiyo? Kwa Ujerumani ilikuwa ni kitu rahisi, na nitakupeni tu ile siri kwa sababu profesa wangu Tatu Agnes yeye ni mwalimu wa Kiswahili. Sasa katika wanafunzi wake vile vile sio tu kujua lugha ya Kiswahili, wakatamani kujua utamaduni wa Kiswahili. Na kuna Wajerumani ambao walikuwa ni volunteer Tanzania, Kenya, na wakawa wanaongea Kiswahili, wanazungumza Kiswahili. Sasa ukiangalia Pambazuka ni timu, si timu ya Afrika peke yao, si timu ya Tanzania peke yao, ni timu ambayo kuna Wajerumani ambao either wameoana na Waswahili especially wa Tanzania. Okay. Wale Wajerumani wenyewe ambao walikuwa volunteer Tanzania, na wale wazungu ambao ni wanafunzi wa lugha ya Kiswahili. Okay. Sasa ile combine ilivyokuja ikatoa nini nzuri. Sasa imekuwa ile Pambazuka sio tu ya Waswahili peke yao, ni imeingia, kwa sababu kama huku kuna sehemu ambazo tukiweza kuwatongoza hawa wazungu ambao wameoana na Waswahili, unaona, ama wale wazungu ambao wamefanya hizi volunteer huko kwetu, ili jambo ni jepesi sana. Okay. Lakini tukijaribu kujifanya sisi wenyewe Waswahili hatufiki. Kuna swala jingine. Ukiachilia mbali katika mambo labda tuseme tija zinazopatikana ni kupromote au kuhamasisha Utanzania na labda culture ya Utanzania, mila na desturi. Je, kuna kitu chengine ambacho kiko outside katika hayo mambo uliyotaja ambayo tija zinazopatikana? Nyingi, tija ni nyingi sana na siwezi kuzimaliza hapa kwa sababu tupe moja mbili. Kwa mara ya kwanza nimeona kwa mara ya kwanza ilikuwa mwaka jana, nimeona Pambazuka wanakuwa na hizi charity ambayo huyu Profesa Rinu wangu anakuwa nayo hapo Kigamboni, ambayo wanawasaidia wale watoto ambao wanaokotwa barabarani na wakawafanya wamekuwa ni watu wa sarakasi. Sasa mwaka jana waliweza kuwaleta na mwaka huu akaweza kuwaleta. Sasa hii haijapiga tu kwa pale kwamba labda tunafanya biashara tupate pesa, no, lakini imeweza kusaidia mpaka jamii kule nyumbani. Ni kitu ambacho nimekipenda sana. Sio nikasema ni kitu ambacho nakifanya kinakusaidia wewe mwenyewe, kinawasaidia watu wa hapa na kinasaidia na watu nyumbani vile vile. Sawa. Kwa upande wetu hapa Uingereza kuna football bonanza imeanzishwa, Swahili UK Football Bonanza, ambayo mimi katika timu ya waandazi nimo. Mwaka wa mwanzo na mwaka wa pili tumeifanya katika jiji la Leeds. Mwaka huu unaokuja
kuwa imepangwa ifanyike hapa Leicester, na wewe upo Leicester tayari una experience ya kutosha ya Pambazuka. Kwa hiyo je, unasemaje kwenye suala hili la UK Swahili Football Bonanza tukuweke uwe memba wa waandaazi ili utupe experience ya Pambazuka, kwa sababu mambo ni yale yale, tofauti tu kule wanacheza mziki, huku wanacheza soka. Ngoja ni mombe ruhusa Profesa Tatu Agnes, kwa sababu Yani ruhusa ya nini? Lazima nimpe ruhusa kwa sababu yeye ndo alonifuata akaniambia, Faisal, lazima utaingia katika kamati yoyote, hata nichague kamati yoyote ya Pambazuka. Okay. Ni kitu kizuri, unajua, unaonyesha ule upendo, uaminifu, heshima, unajua ni kitu ambacho unajisikia kwamba yes, kweli mimi naishi. Unafarijika. Katika mazungumzo yangu mimi na Profesa Tatu ni kuwa tuifanye Pambazuka kuanzia April mpaka Oktoba, na kila mwezi iende city to city. Okay. Na tupo katika mazungumzo kwamba kuanzia mwezi ujao tutakaa chini tena, yeye Tatu Agnes na mimi. Nilikuwa nikipenda sana tuanze April kwenye sherehe za Muungano. Okay. Tufanye katika my hometown Mönchengladbach. Okay. Kwa mechi ya Tanzania Bara na Kilimanjaro Stars na Zanzibar Heroes. Unaona sasa, lakini hao ni mnawaalika ama ni wale vijana ambao wako Ujerumani wanatengeneza timu zao? Hiyo tutaifanya, itakuwa ni mechi ya mpira ya wanawake, wanaume kama sisi na watoto. Unaona, itajumuisha vile vile michezo yetu ambayo tulikuwa tunacheza utotoni vile vile. Alafu sasa unajua kama hiyo plan ikianza kwamba kuanzia April, May, June, July, August, September, October, hiyo naweza kusema samahani Leicester kwa sababu nitakuwa sasa Pambazuka imeshanirejesha Ujerumani, na kwa sasa hivi siwezi kunini mpaka nimalize mazungumzo na mwalimu Tatu Agnes, ndio nitaweza kutoa jambo sahihi. Sawa. Lakini nafikiria labda kwa ushauri tungekuomba ulipeleke ile pendekezo kwa profesa, kwa sababu nafikiria hii idea itakuwa inataka kupanuka. Ndio. Na kupanuka haimaanishi kwamba ni pale pale koloni au katika miji ya Ujerumani. Obviously you need the wider audience ambayo probably tunategemea pengine Leicester inaweza ikawa kati ya miongoni wa hiyo Pambazuka. Tutalifikisha hilo nalichukua mimi, siwezi kulifikisha kwa sababu katika mji ambao fall in love ni Leicester. Nina mengi sana kusimulia kuhusu Leicester. Kwa hivyo hilo ikifikia wakati Pambazuka inakuja UK, automatic Leicester imeshaingia tu automatic. Kwa upande wangu mimi. Bwana, swala langu la mwisho ni kuhusu jamaa anajiita Mpemba kwenye TikTok. Na jamaa ambaye yeye anamjua karibu kila mtu katika Stone Town, lakini katika kupita kona zake zote sija kusikia kufika kwenu akasema bwana, hapa ni nyumbani kwa kina Faisal Dube ambaye yuko Ujerumani. Alitaja. Okay, sawa. Wewe unamzungumziaje? Tena akasema Faisal Dube bwana yuko Ujerumani, nikasema wakati wewe hiyo video nilitumwa kama video 4 hivi kwa siku moja, ilikuwa usiku, naamka asubuhi nakutana tuna video tena hapa kusijui kwa Hoponi ndio keshi sijui. Jamani, ndugu yetu mashallah, alhamdulillah, yuko very charming na tabia ile tangu akiwa mdogo. Mimi namjua nani Edi Kipimo, mashallah. Sema nitakuja kumchallenge tu kwenye challenge moja kwamba alifika nyumba ya udongo na pale ndipo alipozaliwa. Pale ndipo alipolelewa, lakini hakusema yeye mwenyewe kama hapo ndo mjengoni. Ni mjengoni. Akamtaja marehemu Adinani, akamtaja wengine pale Al-Falah. Lakini yeye mwenyewe hakujisema sasa ile itakuwa tutenda daktari ajitibu, sio? Sawa. Labda Bin Abed, kuna la ziada kabla ya kufunga? Mimi naona sina la ziada. Labda wewe mwenyewe kuna chochote ambacho ungetaka kuzungumzia sisi hatuja kuuliza? Chochote kile kuhusu Leicester, kuhusu Ujerumani, kuhusu Uingereza, kuhusu Stone Town, kuhusu Tanzania wako? Nimeona maisha ya Uingereza ni kama vile si kwa ubaya wala dharau. Kuna kujitenga. Unaona?
kuna kujitenga na sijaona ile kuchanganyikana na Waingereza wenyewe ama wazungu wa nchi nyingine. Unaona, ni kama Waswahili wako hapa, Wajamaika wako hapa, Wanane wako hapa. Ni kama vile hapa Leicester ni multicultural city. Yeah. Lakini huikuti ile multicultural yenyewe. Unaona, kwa sisi Ujerumani tumeweza kukumbatiana, manake sio leo mimi naweza kuwazungumza Wakenya ninavyotaka, naweza kuwazungumza Wagana, wa Nigeria ninavyotaka. Unaona, hata sasa hivi nikikutana na Nigeria nasema bwana ile fufu sijui na ugusi na nini, mpaka chakula chao mimi nakijua. Unajua mimi mwenyewe Mroho, sio? Unaona, lakini hapa tumebakia tu pale pale. Wakati mimi naingia hapa Uingereza naambiwa kama hujala biriani Mwalimu Hamisi basi hujala chakula bora. Sasa mimi nilipo katika level nyingine ya kutafuta vyakula vingine, nitajia biriani ambayo nimezaliwa nayo. Ndio. Unaona, so ni kitu kama vile ukifungua bucha usitafute mnunuaji. Sawa. Unaona, kwa hivyo tusiseme Southside Cafe ni chakula cha East Africa, kwa hivyo wateja wake watakuwa East Africa. No, mimi nafanya kazi Nando's, pale wanakuja watu wa kila rangi, wa kila kabila, dunia nzima. Juzi tu alikuja mwanamke Mzimbabwe ananisifia, nimetoka Ujerumani mpaka Leicester kwa ajili ya Nando's. Tukaanza kuzungumza Kijerumani mimi naye, mpaka akanipa namba ya simu, kuna sauces nikampelekea zawadi. Sawa. Kwa hiyo nikakubaliana na wewe kwa hilo kwamba sisi hapa kidogo introduce kwenye wider audience, kwamba mfano kama mila na chakula chetu tunaishiana wenyewe kwa wenyewe. Sisi wenyewe kwa wenyewe tunanunua chai, sambusa nini, lakini hatuadvertise vile vitu kwa Waingereza tuseme, au labda Wahindi, kwa marafiki zako kazini. Tukawaleta na wao wakajumuika, yani kama vile tukawashawishi na wao angalau wakapata kujua hizi asili ya vyakula vyetu na culture zetu. Ikawa kama unavyosema kwamba kujichanganya, mara nyingi tunakuwa sisi kwa sisi. Tunakosa ile ladha ya kuwa sehemu ngeni. Unaona, nimefika Tanga, nimefika Iringa, Mombasa, na nikafurahi kukaa baraza za nini. Kama nilipokuwa niko Mombasa, jamaa walikuwa nakula mirungi. Nikaenda Lamu ametoka bibi yetu mzalia baba, na mimi nikajidai kuchukua mirungi. Sasa ile mirungi, kumbe kuna mirungi ile ya miba ile, ikanichoma ulimi. Kuanzia siku hiyo mimi nachukia Bwana, nashukuru sana kuwa nasi. Bin Abed, shukran vile vile kwa kujumuika nasi. Nafikiri kwa leo tutakuwa tumeishia hapa. Shukran sana Mtanzania au Mr. Tanzania. Mr. Tanzania. Wapenzi watazamaji, huyu alikuwa ni Faisal Duhesh, au unaweza kumuita Faisal Dube. Alikuwa akitupa historia ndogo kabisa ya Lebanon kule Zanzibar, Ujerumani alipokuwa ameishi, habari ya kuishi hapa Uingereza na tofauti zake zilizokuwepo, na habari ya tamasha gani lile? Tamasha la Ujerumani, Pambazuka. Na tamasha la Pambazuka, na vile vile amezungumzia kama Waingereza bado tunajitenga. Kwa hiyo tufanye maarifa, tutakuwa tunaye sana ili atusaidie namna gani tusijitenge, tuwe naye pamoja. Kwa leo hatuna la ziada isipokuwa tu shukrani kwa wote mlioshirikiana nasi. Nyuma ya kamera ni Jeff kiongozi, tunashukuru sana kwa kazi yako. Asanteni sana, kwaheri.